Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi ndugu zangu katika imani, siku yetu ya leo nilipenda kumikumbusha kuhusu habari ya kifo. Enyi ndugu zangu, kifo ndiyo mwisho wa kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala, kama vile alivyosema katika kitabu chake cha Qur'an, Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwa kusema ya kwamba kullu nafsi dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja uchungu wa mauti, na hakuna wowote yule ambaye hanaweza kuishi milele duniani. Kila mtu ana mwanzo na ana mwisho. Enyi ndugu zangu, kumbukeni siku hiyo sakaratul mauti hatakapokuja kwa ajili ya kuchukua roho yako. Jitayarishe kitu gani ambacho unaweza kumjibu Allahu Tabarakahu wa Taala, kwa sababu katika maisha kuna wale ambao waliokuwa wakiishi katika dunia wakivimba, wakifanya yale yote ambayo wanayoyataka, lakini tambua ya kwamba siku ambayo kifo kitakujia na hauna chochote kile ambacho unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni mauti itakukuta. Angalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametuelezea ya kwamba ambayo Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala amemwambia ya kwamba ewe Muhammad, ni maiti katika dunia na wote wenye kukufuata ni maiti. Kwa nini tunaishi maisha kama hayo? Hii ndio kauli ya Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwambia ya kwamba wewe ni maiti na wote wenye kukufuata ni maiti. Wewe ni nani mwenye kuishi duniani? Kama kungelikuwa wa kuishi na wakubaki milele duniani, angelikuwa ni manabii, lakini manabii wanaenda. Hasa wewe mwanadamu, kitu gani ambacho unajivuna nacho katika maisha yako? Kitu gani ambacho unavimba nacho katika maisha yako? Tambua ya kwamba kifo kinakusubiri mpaka vile utakutana na Allahu Tabarakahu wa Taala siku ya Kiyama. Na kila mmoja wetu hatambue ya kwamba yale ambayo ni mwenye kuwa mkuyatenda yeye mwenyewe, hatambue ya kwamba hataulizwa na Allahu Tabarakahu wa Taala. Watu wengi waliishi duniani wamekwisha fariki. Wamal hayata dunya illa mata'ul ghurur, ya kwamba dunia si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala, bali dunia ni fasi ya kupita. Kuna wale ni wenye kuishi duniani, wanavimba duniani, wanajisifu duniani, lakini wanasahau siku ambayo sakaratul mauti hatakuja kwa ajili ya kuchukua roho yake. Ndugu yangu Muislam, wewe ambaye uliyemkubali bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ukafata sheria na amri ya Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala, na kushauria ya kwamba kifo kiko katika maisha yetu. Hakuna wote yule ambaye hataepuka kifo, bali mitume wa Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala kifo kiliwakuta na kikawachukua. Tuishi maisha ya kujiprepare. Maisha yetu sisi wanadamu tuishi maisha ambayo itakuwa na fadhila kubwa mbele ya Allahu Tabarakahu wa Taala. Na wote yule ambaye atafanya amali njema duniani,
mpaka siku ya malipo hatambue ya kwamba Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala hatamulipa kwa yale yote ambayo ni mwenye kuwa mkiyafanya, kwa sababu yoyote yale ambayo kunafanya duniani, tambua ya kwamba utaulizwa na Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala. Mwogopeni na Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala kwa yale yote ambayo mtakuwa mkiyafanya, mtambue ya kwamba Mwenyezi Mungu atamilipa, na kwa wote yule mwenye kumkosea Allah hatambue ya kwamba Mwenyezi Mungu atamlipa. Ndugu zangu, nilipenda kumikumbusha kuhusu habari ya kifo, kwa sababu kifo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kifo ni wajibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kifo ndiyo kitu cha mwisho ambacho Mwenyezi Mungu alitutilia. Na kupeshia mfano, si mnaona hii majani ambayo iko hapa, mfano wake zamani ilikuwa kwa hali kama hii, ilikuwa mzima, lakini wakati mwisho wake unafikia, ikabakia ikakauka, na wewe ndiyo maisha yako, na hivi haina na kazi yote, bali inafanyaje? Inakufa. Na wewe mwanadamu, kwa hali yako ambayo kunayo, kwa hali ambayo ulioumbwa na Mwenyezi Mungu Tabarakahu wa Taala, tambua ya kwamba una mwisho wako, na mwisho wako ambao utaishi duniani, mwisho wako ni kifo. Kila mtu hatambua ya kwamba mwisho wa maisha yake ni kifo, na wote mwenye kuvimba duniani hatambua ya kwamba mwisho wa maisha yake ni kifo. Wangapi walioishi duniani wakavimba, wakafanya yale yote ambayo wanayataka, lakini Mwenyezi Mungu aliwachukua. Kullu nafsi dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja uchungu wa mauti, ikuwe malaika, ikuwe jini, ikuwe mwanadamu, ikuwe nani, hataonja uchungu wa mauti isipokuwa Allahu Tabarakahu wa Taala, kwa sababu ni ambaye aliyemiumba na akatuambia kila kitu kina mwanzo na kila kitu kina mwisho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.